Ujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Ijumaa, Agosti 14, 2026. Tulionayo hii leo. Hali ya usalama imeendelea kuwa wasiwasi baada ya mapigano kati ya makundi mawili ya VDP Wazalendo katika kijiji cha Nalumbwe, eneo la Bashikalangwa, sekta ya Nganje, tarafa la Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama leo siku ya 5 tarehe 14 ndani ya tarafani Fizi Kalembelembe ni itafadhali kidogo. Ni mkuu wa tarafa la Fizi huyo Badibanga Kalonji Sami, utamsikia kiundani baadaye, usiondoke. Wilaya ya Mombasa katika mkoa wa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nakabiliwa na wimbi jipya la wakimbizi wanaokimbia mashambulizi ya ADF. Wakimbizi ni wengi sana ambayo wametoka pande zote kwenye usalama umeharibika, wamekimbilia wengi sana pande za Mombasa. Jeremia Sani Kiawere atakujia na ripoti kamili hapo baadaye. Endelea kubaki nasi. Na huko Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wamehamasishwa leo Ijumaa Agosti 14, 2026 kushiriki katika maandamano ya amani yenye lengo la kuunga mkono amani na utulivu. Provinsi ya Sud Kivu, mji wa Uvira na tarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, tumefanya maandamano leo. Ni Kelvin Bwija huyo, mratibu wa shirika la kiraia la Sosiko RDC na mtafiti wa masuala ya kiusalama Kivu Kusini. Utamsikia kwa mapana na marefu hapo baadaye, usiondoke. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameliomba bunge na Senate kujadili upya pendekezo la sheria kuhusu namna ya kuandaa kura ya maoni nchini humo, hatua inayokuja wakati swala hilo likiendelea kuzua mvutano wa kisiasa kati ya serikali na upinzani. Kwa mujibu wa taarifa ya bunge la taifa, Tshisekedi aliwasilisha ombi hilo kupitia barua ya Agosti 10 akitumia mamlaka aliyopewa chini ya ibara ya 137 ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imekuja baada ya mahakama ya katiba Julai 28 mwaka huu kuamua kuwa sheria hiyo inaendana na katiba, lakini ikaweka masharti 13 ya tafsiri na kupendekeza marekebisho katika baadhi ya vipengele vya sheria hiyo. Bunge la taifa limesema mjadala mpya wa sheria hiyo utaingizwa katika ratiba ya kikao cha Septemba 2026 ili kuzingatia marekebisho yaliyoainishwa na mahakama ya katiba. Swala la kura ya maoni limekuwa moja ya mambo yanayochochea mvutano wa kisiasa nchini DRC, hasa katika majadiliano kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa. Muungano wa upinzani wa C64 unawajumuisha viongozi akiwemo Martin Fayulu, Moise Katumbi, Jean-Marc Kabund, Delice Sanga na Auguste Matata Mponyo umeweka katiba na swala la kura ya maoni kuwa miongoni mwa misimamo yake mikuu ya kisiasa. Kwingineko ni kwamba wakati mchakato wa amani katika eneo la Maziwa Makuu ukiendelea, kundi la kimataifa linalofuatilia hali ya usalama katika eneo hilo limeitaka serikali ya DRC kuandaa mpango na ratiba ya utekelezaji wa kuondoa na kuwanyang'anya silaha wapiganaji wa FDLR. Kundi hilo la kimataifa la mawasiliano kuhusu Maziwa Makuu GIC linalojumuisha Marekani, Ufaransa, Ubelgiji, Kanada, Denmark, Umoja wa Ulaya, Ujerumani, Uholanzi, Sweden, Uswisi na Uingereza limesema linatambua kutiwa saini kwa itifaki ya kuwanyang'anya silaha, kuwavua kijeshi na kuwaweka kambini baadhi ya wapiganaji wa FDLR. Kundi hilo limetaka Kinshasa kuandaa mpango wa utekelezaji pamoja na ratiba inayotekeleza kwa ajili ya kuhakikisha FDLR inaondolewa kikamilifu. Pia limeitaka serikali ya DRC kuhakikisha utekelezaji wa itifaki hiyo unaendana na ahadi zilizowekwa katika makubaliano ya Washington na michakato mingine ya amani inayohusisha DRC na Rwanda. Kundi hilo limesisitiza kwamba ushirikiano wowote wa kiutendaji au uwepo wa pamoja kati ya jeshi la DRC na wapiganaji wa FDLR hauendani na ahadi zilizotolewa katika makubaliano ya Washington. Aidha, limeitaka Kinshasa kuweka wazi namna itakavyoshughulikia swala la kutowajibisha watu wanaohusika na uhalifu, huku likihimiza ushirikiano na MONUSCO katika utekelezaji wa mpango huo. GIC pia imepongeza hatua za kubadilishana wafungwa kati ya DRC na FCM23, ikisema hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza mvutano na kujenga uaminifu kati ya pande zinazohusika katika mzozo. Kundi hilo limezitaka pande zote kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu, kulinda raia na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia watu wanaohitaji bila vikwazo. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete baada ya mashambulizi ya mabomu katika maeneo ya Chambombo na Lumbishi wilayani Walikale kusababisha vifo vya raia na kujeruhi wanajeshi.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, raia 5 wameuawa na wanajeshi 4 wa FARDC ambalo ni jeshi la taifa la DR Congo wamejeruhiwa katika mashambulizi yaliyotokea Agosti 12. Vyanzo vya eneo hilo na vya kijeshi vimedai kuwa mashambulizi hayo yalihusishwa na waasi wa M23 ambao walilenga maeneo kadhaa yakiwemo makazi ya raia pamoja na vituo vya jeshi la DRC. Mashambulizi hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini ambako mapigano na mashambulizi yameripotiwa tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Baadhi ya nyumba na vituo vya kijeshi vimekuwa vikilengwa katika operesheni mbalimbali, hali iliyosababisha vifo na kuwalazimisha baadhi ya familia kuyakimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Hata hivyo, taarifa kutoka Chambombo na Lumbishi zinasema kumekuwa na utulivu wa muda, huku wanajeshi wa FARDC wakiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kwa ajili ya kuzuia uwezekano wa mashambulizi mapya. Pamoja na hali hiyo ya utulivu wa muda, hali ya usalama bado haijatabirika, huku wakazi wakiendelea kuishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa mapigano au mashambulizi kurejea. Na sasa tujielekeze katika mji na tarafa la Uvira, Kivu Kusini. Tunaambiwa kwamba wananchi wamehamasishwa leo Ijumaa Agosti 14, 2026 kushiriki katika maandamano ya amani yenye lengo la kuunga mkono amani na utulivu. Kupitia maandamano hayo, washiriki wameonyesha kukerwa na hali ya vurugu na ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakitoa wito wa kurejeshwa kwa amani na usalama wa kudumu katika eneo hilo. Bui Jean Kelve ni mratibu wa shirika la kiraia la Sosiko RDC na mtafiti wa masuala ya kiusalama Kivu Kusini. Nimezungumza naye moja kwa moja kutoka Uvira, ambaye pia alikuwa vile miongoni mwa washiriki katika maandamano hayo, kutaka kujua hali ikoje kiujumla. Alianza kwa kufafanua zaidi. Asante mtangazaji. Unajua kama huku mu province ya Sud Kivu, mji wa Uvira na tarafa za Uvira, Kivu Mwenga, tumefanya maandamano leo. Ilikuwa ni kuomba serikali yetu ya Kongo kuangalia hisi itarenforce majeshi yetu na wazalendo vifaa kwa juu ya kupambana na adui. Na ya pili ilikuwa ni kuambia communauté internationale et nationale kwa juu ya maviolation ya TCLC ambao warugaruga wako wanaendelea kumanifeste mu matarafa za Uvira, Kivu Mwenga. Ya tatu ilikuwa ni kuomba wa nchi ya Rwanda en collaboration na wa Tirwaneo Rede Tabara Android FM23 kuangalia hisi naweza ondoa vikosi vyao nchi yetu ya Kongo, na usi kukataa mauaji, kwani mauaji imekwisha kupitikana mingi sana mu matarafa zetu za Uvira, Kivu Mwenga. Na ya mwisho ilikuwa ni kuomba wa partenere wote wa serikali yetu ya Kongo, MONUSCO na ingine maorganizasyon ya droits humains kuangalia mbinu fulani ambazo zinaweza renforce kusaidia nchi yetu ya Kongo, kwa kuwa tumeangamia sana depuis 1966 mpaka hizi wananchi wa Kongomani wako wanaendelea kupitia mambo ya mauaji hapa na pale, mambo kaza wa kaza ya ukiukaji wa haki za kibinadamu iko naendelea kuripotiwa nchi yetu ya Kongo. Ile ni vita ambao vimetuma sisi tutaita wananchi, sisi kama mashirika za kiraia, mavuguvugu za kiraia, tumejikusanya wengi mji wa Uvira, tumeandamana na mpaka hivi tukingali mwetu juu ya maandamano, basi tumekwisha kufariki sana. Wakimbizi wako wanakuwa wengi, wa déplacés internes, wa déplacés ambao wako makambi za Burundi, kambi za Tanzania, ni wakongomani ambao wanaendelea kuteseka. Hususa ni mambo tu ya kivita ya usalama mdogo mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo. Ile ndio ile imetuma tuitishe raia wote kuandaa hii maandamano ya leo, mtangazaji. Naam, unaposema mmeandamana ili kutoa wito kwa serikali kuweza kuwapa vifaa wazalendo kuweza kupigana na adui, hii inamaanisha kitu gani? Ina maana wazalendo wana vifaa vya kupigana na adui? Mtangazaji, unajua kama sisi ni mashirika za kiraia na kuandamana ni baadhi ya mbinu ya sisi kusisimua serikali yetu ya Kongo
kuangalia sinaweza kusaidia kurenforcer logistique ya jeshi letu la FARDC na watoto wetu wazalendo wakuwe ekipe, kwani mtu hawezi enda pigana vita kabla kingali na njala, kwani wakati mtu iko na njala, mtangazaji, akili haikuwa kifasi moja. Utafahamu kama hao watoto wetu wazalendo wamejitolea, kuna wenye wamekwisha realize miaka 9 miaka 10 wako wanapambana mkoo hawaja pata ile mamishahara ile mamotivation fulani, kwani wana familia, wana watoto ambao wanasomesha. Ile ni mambo ambayo imetufaa sisi tuandamane na kudenonse mauaji kunaendelea kupitikana hususa mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo mtakatifu. Ndio maana ilifale sisi kama raia, kwani sisi hatuko wapambanaji, hatuko wazalendo wa kukamata silaha, hatuko wa FARDC. Ndio maana sisi ni raia, tumeamua tutingize tena wakuu viongozi na serikali yetu ya Kinshasa. Maandamano yamefanyika mengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kupinga masuala mbalimbali, yakiwemo kupinga vifo vya wananchi wasio na hatia ambao wanakufa kila uchao. Unadhani maandamano hayo ambayo mmefanya hii leo yataweza kuleta matunda chanya kwa namna unavyoona hali ilivyo huko? Mtangazaji, utafahamu kama maandamano hii imekuya baada ya sisi paske wiki iliyopita ilikuwa siku ya 3 tumeweza organize tena kitu kinaitiwa vile morte, ilikuwa mumuji wa Uvira, ya kusema kazi zote wananchi wote wabaki nyumbani wasifanye kazi zao za kimaisha. Ile tumeandamana, tumesema kama tukiona kama hii maandamano ambayo tumefanya leo haileti suluhisho, tutamultiplier ma strategie, tutarenforcer engine ma mekanisme na mbino kaza wa kaza pour que wakuu viongozi waendelee kurepondre madesiderata ya wananchi mtangazaji, kwani wananchi wako wanaendelea kufa sana hususa mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo mtangazaji. Ndio maana imetufaa sisi kama raia wa ngazi wa chini, wa mama, wa baba, watoto, imetufaa tufanye revendication ya leo, tualerte tena communauté nationale et internationale par rapport ya maviolation fulani yenye waasi wa M23 AFC wako wanaendelea kumultiplier kuua wananchi wa Kongomani. Na kama tupati suluhisho mtangazaji, tutaita tena ingine marche citoyenne de grande envergure. Na kwa kuwa maandamano yenu yanahusiana na swala nzima la usalama, pengine sasa tuzungumzie usalama katika tarafa la Fizi na tarafa la Uvira. Kiujumla hali ikoje katika nyanda za juu? Asante bwana mtangazaji, utafahamu kama kwa sasa hali ipo inaendelea kuzoroteshwa. Tarafa kwanza la Uvira, utafahamu kama kuna sehemu warugaruga mabebero za Rwanda wa M23 wanaendelea kukamata, wanaendelea kuangamiza wakongomani usiku na mchana. Tarafa la Fizi nalo linaendelea kupata toujours matatizo usiku na mchana. Utafahamu kama wananchi wa Kongomani wako wanaendelea kukimbia, hususa kuna watu wako wanakimbilia mapori. Uko nakuta mwanamke ana mtoto wa miezi miwili, mwezi moja, anakimbia porini, anaenda lala chini ya majiwe. Ile ni hali ambayo iko naendelea kuripotiwa, wananchi wako wanakimbia usiku na mchana mtangazaji. Bila shaka. Na pengine ujumbe wenu sasa kwa serikali, wewe kama mmoja wa ratibu ambao wanaongoza mashirika ya kiraia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ujumbe wenu mkubwa ni upi kwa serikali? Asante bwana mtangazaji, ujumbe wetu kwanza kwa serikali kwanza ni kuambia kama watoke mambo ya administration, wasibakilie Kinshasa wa mambo tujuri ya administration, mambo ya kubakia ofisini mwao, waangalie hisi wanaweza deployer, wanaweza renforcer kuekipe vizuri jeshi letu la taifa, likuwe nalo pia na madroni, na watoto wetu wazalendo waangalie si wanaweza kuwasaidia na mamishahara na mamisaada fulani, kwani ni watoto nao ambao wamejitolea kupigania nchi kwa kujirefere kwa article 64 ya katiba yetu ya nchi mtangazaji. Ili seremie wakuwe ekipe, wakuwe dote
Donc mamunisio zote maekipement militaire zote wakuwe dote purke waendelee kupambana na adui, kwani wakati sisi jeshi letu la Kongo liko naingia mambo ya CCLC kuheshimu mikataba ya Doha na mikataba ya Washington, na unakuta warugaruga hizi beberu za Rwanda au ni kuenda atake wananchi population civil, watake wazalendo, kuiba mali ya raia. Ile ni mambo kaza ambayo iko naendelea kupitika. Nikizani umesikia mambo ambayo imepita mteritori ya Kale na Kabare. Hizi mabebero zimeenda kuatake raia, zimeatake wazalendo, jeshi la FARDC, zimefanya pia piaje sistematike. Mabetai fulani, ngombe, kondoo, mbuzi, nguruwe, zile ni mabetai ambayo zimekuwa importe na hizi bebero za Rwanda, zikipeleka ile mali ya raia Rwanda mtangazaji. Ile ndio tunaendelea kualerte na kuinterpele wa autorite local de sécurité au niveau national, waangalie mbinu fulani ambao wanaweza tia mikakati fulani, kwani raia amekwisha teseka sana kuuliwa usiku na mchana mtangazaji. Ni Kelve Buija huyo ambaye nimefanya naye mahojiano hivi punde kutoka Uvira huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na maandamano. Tukiendelea kusonga mbele huko Fizi, hali ya usalama imeendelea kuwa ya wasiwasi baada ya mapigano kati ya makundi mawili ya VDP Wazalendo katika kijiji cha Nalubwe, eneo la Bashikalangwa, sekta ya Nganja katika tarafa la Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka za eneo hilo, mapigano hayo yalisababisha vifo vya watu 3 na wengine 2 kujeruhiwa, huku nyumba 8 zikichomwa moto na nyingine 3 kuharibiwa. Wote waliopoteza maisha na kujeruhiwa wanadaiwa kuwa ni wanachama wa VDP Wazalendo. Baada ya kikao cha kamati ya usalama cha tarafa la Fizi, mkuu wa tarafa la Fizi Kalonji Badibanga Sami alifika Nalumbwe na kuzungumza na wananchi. Aliwataka wakazi wa Fizi kuimarisha umoja, kuacha chuki za kikabila na kuishi kwa amani. Hali ya usalama leo siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 ndani ya tarafani Fizi Kalembelembe ni itafadhali kidogo ku viwanja ya mapambano ya Point Zero ya Mulima, Kabanja na Urukezi. Utulivu ipo, lakini ku front ya Mulima jeshi letu la taifa FARDC jana ilipokea majeshi 5 ya AFC M23 ya 23 walikuja kujirepoti na kuacha silaha na kusema ya kwamba sisi tunachoka na tunakuja kujisalimisha mbele ya jeshi la taifa. Mmoja wabo alikuwa na miguu ya kuvimba na anafanana wa kuchoka sana. Alisema ya kwamba tuku wengi, wandugu zetu wengi walikufa, na kwenye tupo Minembwe hali sio mzuri, njaa, makumu mengi, tangia tulianza kazi hakuna mshahara yote, chakula kupata ni vigumu sana. Kwanza mimi mwenye kusema hapa nilikuwa mkahaji wa Ruchuru, nilikuwa shambani kwangu, walinishika na kuningiza kwa kinguvu moi jeshi ya 23 na ndio maana nilikuja kujirepoti hapa kwenye mumpuko jeshi la taifa, kuangalia namna gani na mimi nirudie nyumbani kwangu, kwa sababu nimechoka na wandugu zetu wengi walikufa sana mu mapambano. Na hivi wengi wanatafuta njia ya kutoka kwa sababu maisha ni magumu, na hali ya vita antuka ni vigumu kwa ngambo yetu. Kuhusu tatizo yenye tulipitia mu kijiji ya Nalubwe, mu groupement ya Bashikalangwa msekti ya Nganja, vikosi viwili vya wazalendo viliwahi kupikana na kutuma watu 3 walipoteza maisha na 2 kupata vidonda kali. Hawa wote ni wanajeshi wa vikundi vya VDP Wazalendo. Nyumba 9 ilunguziwa na 3 ikabomolewa.
wakati administrator wa tarafani Fizi na wanamemba wa kamati ya usalama walifika mkijiji ya Nalubwe, kijiji ya Tubanga ya kwanza na Tubanga ya pili, mbele ya wakahaji wa hizi mavijiji. Administrator wa tarafani Fizi alitosha hotuba na akwambia wanduku ya kusema tarafani Fizi ni muji wa makimbilio, na sisi wakaji wa Fizi tunapasha kuishi kwa amani. Kwa makabila zote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, ukuwe Mubembe, ukuwe Mureka, ukuwe Mnyamulenge, ukuwe Munindu, ukuwe Mushi, Mufuliru, Mubuyu, Mujoba na makabila zingine zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, tunapaswa kuishi kwa amani, kwa sababu sisi wote ni Wakongomani na sisi wote tunachangia nchi ya Kongo. Na ndio maana rais wa nchi na baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anapenda zaidi amani ya kudumu irudie, kwa kusababisha maendeleo ya nchi na kwanza kutengeneza nchi yetu ya Kongo. Na ndio maana mimi saa administrator wa tarafani Fizi natosha ujumbe kwa ndugu zangu wote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi ya kwamba tuko mvita, na vita yenye tuko nayo ni vita ya Mnyarwanda mwenye anapenda kuya kudhibiti budongo yetu na kuchimba mali, kutuua, kutufukuza na kutubaka. Na ndio maana tunapaswa shimama imara, tunapaswa kuangalia namna gani ya kukua pamoja, kukuwe na upendo kwa kushinda hizi vita ya Mnyarwanda. Kama hatutakuwa na upendo, kama hatutakuwa sisi wote pamoja, adui wa Mnyarwanda mwenye iko kule yulu kubilima birefu ya tarafani Fizi atakuja huku, atatufukuza mwinchi yetu. Na ndio maana nabaomba mwache mambo ya ukabila, mwacha mambo ya ubakuzi, tukua sisi wote pamoja kwa kutengeneza nchi yetu. Na mwishowe kabisa, wilaya ya Mambasa katika mkoa wa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inakabiliwa na wimbi jipya la wakimbizi wanaokimbia mashambulizi ya ADF. Jeremia Sanikiaweri na ripoti kamili. Hii ni baada ya mauaji ya kiolela inayotekelezwa na wanaozaniwa kuwa ADF, zikisema duru za mashirika zinayotetea haki za binadamu katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri, takriban kilomita 160 kusini mwa mji wa Bunia. Wakimbizi ni wengi sana ambayo wametoka pande zote kwenye usalama umeharibika. Wamekimbilia wengi sana pande za Mambasa, wengine wamejelekeza pande za Tituri, Lwemba, Biakato, wangeogopa mauaji ya muhuni ADF ambaye yanaendelea kutatiza watu ndani ya maeneo mbalimbali wilayani Mambasa. Nini mchango wenu kama shirika linalotetea haki za binadamu kwa kuweza kutatua swali hili pamoja na serikali ya Kongo? Sisi kwa upande wetu ni kwa kuweza kutembelea viongozi, kuwaoneshea kwamba hatari ni nyingi sana kwa wale wakimbizi, kwa kuwa wengi hawana nafasi ya kulala, wengi hawana chakula, wengine hawana majamii, wengi wameweza kupoteza vitu vyao, majamaa zao wameweza kuuawa. Na kwetu ni kutembelea wakubwa wahusika, waangalie namna gani wataweza kusaidia hawa wakimbizi. Tunakuwa ndani ya hali ya hatari sana, kwa kuwa adui naye anaweza kujitokeza kuja kuwatake tena kuwatatiza mahali ambapo wanakuwa. Wengi wanalala nje, hawana manyumba, wengi wanalala bila kupata vyakula, na tunakuwa mahali ya magonjwa ya Ebola, na hiyo inakuwa hatari vile vile kwa watu ambao wanalala vikundi. Wengine wamelala ndani ya vyumba vya masomo, na inakuwa hatari sana. Na ndio tunakuwa na jukumu ya kuweza kutembelea wakubwa, kuwaoneshea hiyo hatari vile vile, na kwa kuweza kusasibilizea watu fulani, watu wenye moyo mwema, kusudi waweze hata kusaidia kupitia vyakula, kupitia mchango fulani kidogo ambao wanaweza kupata, kwa kuweza kusaidia hao wakimbizi ambao wameendelea kuteseka, ambao wamepoteza vitu vyao na majamii zao. Wakazi kwa upande wao wakiomba msaada kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mashirika za kiutu. Kalindera John ni mmoja wa wakazi. Hakuna mbinu zozote ambao hivi sasa zimeweza kuendelea kwa ajili ya kusaidia wakimbizi wa vita ambao wanaondoka katika maeneo za Mambasa kuja katika mji wa Beni. Pengine kitu gani kifanyike kuona kugharamia wale wakimbizi ambao wanakuwa Mambasa?
Kwa vyombo ama wakuu wa mji ni kuona namna gani wangeweza kusaidia wakaaji kwa namna zote. Kwa shirika la utu lingeona vile kujihusika na kusaidia wakimbizi kwa vyakula na pia kuweza kuwagharamia kuhusiana na mambo ya kiafya ili wasiweze kutatizwa kwa ngambo ya afya na pia kwa ngambo ya wauni ambao wanaendelea kuwatesa tena katika maeneo ya shamba. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakiwa na hisia tofauti, hapa akisema Placide Nzilamba akiwa katika mji wa Goma. Hali hiyo ya wakimbizi inatokana na mauaji ambayo wanaendesha ADF katika maeneo hayo ya Mambasa, na watu kwa kweli wanahofia usalama wao na kutafuta mahali ambapo watapata nafasi ya kujikinga. Katika mbinu hizo wakikimbia ukosefu wa usalama, wanakutana pia na shida ya magonjwa ya Ebola ambayo imeripuka katika jimbo la Ituri na hata imejitapanya kwenye majimbo mengine, hasa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwetu ni kusema hiyo yote inaonesha kuwa inabidi pawe mpango mmoja ambao utaendesha mbinu za usalama na mbinu za kiafya kwa pamoja. Ikiwa makundi mawili hayo, jeshi na wafanyakazi katika sekta ya afya, hawatakutana kwa kupanga mbinu za pamoja, kweli shida itakuwa kubwa, kwa sababu hata wanajeshi wanaweza wakakufa na magonjwa hayo. Sasa kwetu ni kusema inabidi sasa kazi kubwa ya uhimizaji kwanza kusitisha vita, makundi yenye kumiliki silaha yasitishe vita ili wapatie nafasi waganga kuweza kupiganisha magonjwa hayo ya Ebola. Bila hiyo magonjwa ya Ebola yanaua kushinda hata vita. Mbunge Kasereka Sibamwenda akiwa bungeni katika mji wa Bunia akiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushughulikia kwa haraka swala la vita mkoani Ituri, pia na swala la virusi vya Ebola. Ni jambo ya kusikitisha sana, sababu imepitika miezi mitatu wakazi wako wanauliwa katika maeneo sasa yote ya teritwari ya Mambasa, sababu wakati wa Mambasa wengi ni wakulima na wengine ni watimba migodi, wengine wanabaki kunako ile ambayo tunaita makareni nye. Alafu hapo nyuma umeona ADF yametapakaa mahali pote, ndio maana kunakuwa wingi wa watu ambao wanakimbia vita katika mashamba, kwenye migodi. Alafu ndio maana inasababisha wingi wa wakimbizi katika mikoa ambayo inazaniwa kuwa ingali na usalama. Alafu kama umetokea kuuliza, sisi kama wanabunge tunaona viongozi zaidi sana huyu gavana wa mpya kusudi waweze hata kuambia hao watu wenye kusaidia watu ambao wanakuja kusaidia kuweza kupana msaada kwa wakimbizi, kusudi waweze kushughulikia hao wote zaidi sana. Hata pia mbilikimu uliona hapo nyuma hawana mahali pa kulala, hawana mahali hata pa kubaki. Inakuwa jambo la kusikitisha sana, na unajua tena hali ya magonjwa ya Ebola ambayo ilifaa kila mtu aweze kuzingatia usafi, itakuwa vigumu sana kwa kuweza kumaliza huu ugonjwa, vita ikiweko na watu wakikimbia, sababu ni vigumu kuzingatia kanuni za afya watu wakiwa kwenye kukimbia. Lakini cha maana sana ambacho tunaomba serikali ni kuona namna gani kutokomeza hiyo ADF ambayo inatosha watu kusudi watu waweze kurejea katika maeneo yao. Kumbuka kwamba wimbi hili lashuhudiwa wakati migodi mbalimbali imeshambuliwa na wanaozaniwa kuwa ADF na raia wengi kuhama makazi yao kuelekea katika mji wa Mambasa, ambako huko ndipo waisia kuna usalama mdogo. Hali hiyo yajitokeza wakati eneo ya Mambasa kuna idadi nyingi ya majeshi wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la ulinzi wa wananchi wa Uganda UPDF. Mambasa ni mji mdogo unaopatikana kusini mwa mji wa Bunia, takriban kilomita zaidi ya 160, na wilaya hiyo ina madini nyingi na huenda ikiwa mojawapo ya ukosefu wa usalama inayosukumwa na makundi yenye silaha ikiwemo ADF. Jeremy Asani Kiawere, GCTV, Beni. Ni mwisho wa habari zetu kutoka GCTV. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Niseme tu alamsiki na weekend njema. Kwaheri kwa sasa.